Nina mdogo wangu ambaye anategemea kula kupitia mikono yangu mimi. Leo hii nakuja kuongeza mtu wa tatu kwenye familia yetu. Alafu chifu anachukia sana familia yetu. Yaani ni ukoo usiompendeza chifu. Anatamani tufe, ikiwezekana tuondoke katika himaya hii. Leo hii anakuja kukuta kwamba mimi asonipenda ndo mtu ambaye napendwa na binti yake. Sasa leo hii najua kwamba chifu hawezi kukubali mtoto wake kuolewa na mtu wa kawaida kwenye himaya hii. Wewe mwenyewe unalitambua. Naomba nikuache mama. Lakini Linda, utaendelea kuwa hivyo mpaka lini? Aliyekufa amekufa tu. Kwa sasa Chioma sio kitu tena kwenye maisha yako. Unasemaje wewe? Kuwa Chioma sio kitu chochote kwenye maisha yangu? Hivi unajua kiasi gani ninavyompenda yule mwanaume? Alafu wewe unakuja kuongea ujinga kama huo. Mimi nikazani wewe ndio utakaye nishauri kuwa nimsubiri. Na unajua kiasi gani ninavyompenda? Si ni mtu wa thamani sana. Nampenda. Na niko tayari kumsubiria kwenye maisha yangu yote. Mume. Ina maana yote aliyokufanyia yale umeyasahau? Unakumbuka kipindi ambacho ulitaka kubakwa? Yeye ndo aliyekuokoa. Akakukingia kifua mpaka leo uko na mimi. Unanilinda. Hayo yote umesahau. Nikajua wewe utakuwa kipaumbele kumkingia kifua na yeye. Kunishauri mimi. Leo hii wewe ndo unakuja kuongea ujinga. Na unajua kiasi gani ninavyompenda? Nampenda na siko tayari kumpoteza. Unajua ni kitu cha thamani sana kwenye maisha yangu mimi. Na nitamsubiria maisha yangu yote. Lakini wewe ndio umekuwa kipaumbele cha kwanza kunikatisha mimi tamaa. Sawa. Mfadhili mbuzi, hakika binadamu ana mauzi. Niache. Chioma. Mbona kama upo sawa? Kuna tatizo? Si tu kwamba siko sawa. Kuna vitu vingi sana vinaumiza moyo wangu. Nimesubiri katika njia hii nikiamini utapita na furaha moyo wangu. Kivipi? Mbona unanichanganya? Tatizo ni Mamshange. Kikweli nampenda sana Linda. Lakini ni mwanamke ambaye amekuwa akishindwa kujali hisia zangu. Mume.
nimefanya vitu vingi sana. Nimejitahidi kufanya kila aina ya jambo kumwonyesha Linda kwamba mimi nampenda. Lakini amekuja kudanganywa na mwanaume ambaye eti kisa anatoka kwenye maya ya watu wenye nguvu. Kweli mume? Kwa hiyo hata wewe umeshindwa kumuelekeza rafiki yako yule pale. Mimi najua wewe mnajuana vizuri. Hebu angalia ni vitu vingapi nimefanya juu yake. Au kuna kibaya ambacho nimefanya labda naogopa kuniambia, niambie nijue. Eti mama, nimemkosea nini mimi? Bado unazidi kunichanganya. Na kuchanganya? Mome, unajua maumivu ya mapenzi? Niliamini mapenzi ni matamu kama asali. Lakini kwa nini kwangu amegeuka kuwa shubiri? Linda alinidanganya. Nikiamini atanipenda, atanionyesha upendo wa dhati. Tangu siku ya kwanza nilipokutana na Linda, niliamini mapenzi ni matamu kweli. Niliamini mapenzi ni furaha. Mapenzi ni amani. Lakini kumbe sivyo. Alinidanganya. Mapenzi ni maumivu. Yaani kitu ambacho kinaniumiza mimi ni kulizwa na mtu ambaye nilitegemea atanifuta machozi. Nampenda sana Linda. Mfikishie taarifa hizi kwamba hakuna mwanamke yoyote ambaye anaweza kuchukua nafasi yake. Kitu alichokianzisha na mimi siwezi kukimaliza na mtu mwingine. Mwambie Linda. Hata kama kwa sasa hivi anashindwa kuona nafasi yangu kwake, basi hata anidanganye kama ananipenda, kwa sababu mimi nachoka kukaa mbali na wewe. Samahani. Nakuwa mkali sana kwako. Na naweza nikaonekana mjinga. Yaani ukiona mwanaume amefikia stage anaanza kulilia mapenzi, unaweza ukasema ni ishara tosha kwamba ni utoto bado hajakuwa. Lakini ukipenda kweli utakuja kunielewa ni kitu gani ambacho nakimaanisha. Mimi nisikusumbue sana. Unaweza tu kaendelea na safari zako. Lakini wewe nenda tu ulikokuwa unaenda. Mama, naomba usije kuniacha tafadhali. Kwa nini umetaka tukutane usiku? Hivi unafurahia haya mapenzi yetu? Ndiyo.
mbona kama unaonekana una raha? Sivyo hivyo, najisikia fahari sana kukujua mapema. Basi sawa. Wewe ni nani unaniita kwenye giza? Haupaswi kujua ni sababu gani nimekuita kwenye giza. Asa kumbe nini? Kitu cha msingi ambacho nakiweka akilini ni kwamba hivi karibuni kuna taharuki itakwenda kuikumba Imani. Unamaanisha nini kusema hivyo? Alafu ni kwa nini hizo taarifa napewa mimi? Kuna kitu kimoja usichokijua. Wewe ni mteule wa mizimu wa Imani hii. Unamaanisha kwamba mimi ni mteule wa mizimu ya himaya hii? Inawezekanaje? Haina haja kukuelezea kuhusu hili, ila kuna jambo moja la nyongeza. Kuna mabadiliko yatatokea kwenye mwili wako. Haina budi kukubaliana nayo. Hapana. Mbona nimekuwa mtoto?